Naam, siku ya leo ni siku nzuri, maana ni siku ya Jumatano ya tarehe 7 ya mwezi wa kwanza ya mwaka 2026, ambao ni siku askofu mkuu wa makanisa ya Hebrews Camp Church for All Nations ameamua kujitoa kindakindaki mwaka huu wa 2026 kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji. Na leo tulikuwa hapa kwa Bibi Celestine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anapata furaha, anapata amani, anapata shangwe. Ni mimi Elia Wibonele Kasanda wa Hebrews Camp Online TV. Asante. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii njema ya pekee ambayo Mungu ametupatia. Mimi pamoja na baadhi ya washirika wa kanisa la Hebrews Camp Church for Nations HCC Fan Parish ya Mkolani Mwanza kuja kwa bibi yetu hapa Celestina Bernard. Tumemletea zawadi kidogo, sadaka zetu kidogo, ikiwa ni sehemu ya Injili ya Matendo. Injili ya Matendo ni aina ya uinjilisti inayotumika kuhubiri Injili ya Yesu Kristo kwa vitendo kwa kuonyesha upendo wa Mungu kupitia kutoa misaada ya kibinadamu kwa wahitaji mbalimbali kama vile kuwasaidia watu wenye uhitaji wa chakula, mavazi, makazi na kadhalika. Katika Injili ya Mathayo ile sura ya 25 mstari wa 35 hadi 36, Biblia inaonyesha Yesu atakapoketi kwenye kiti chake cha hukumu atahukumu watu kulingana na matendo tuliowatendea wengine hapa duniani. Ukisoma ile sura ya 25 mstari wa 40, Biblia inasema mlivyomtendea mmoja wa wadogo au mmoja wa hao ndugu zangu waliopo duniani, Yesu anasema mlinitendea mimi. Kwa Yesu atasema mlinilisha, mlininywesha nilipokuwa na kiu. Na wale ambao hawakuwahi kufanya Injili ya Matendo atasema hamkunitendea, hamkuninywesha, hamkunilisha. Kwa kuwatembelea wagonjwa, kuwatembelea wazee, kwa kuwaombea, kwa kuwafariji, lakini pia kuwapa misaada mbalimbali ya kibinadamu ni sehemu ya Injili ya Matendo. Na katika mkakati wetu au malengo yetu makuu sisi Waebrania tunaita faith in action, imani ya matendo. Katika kuwatembelea pia tunaweza tukawatembelea na kuwatunza yatima, wajane, kuwasaidia kwa kuwapa malezi, kwa kuwapa makuzi, kwa kuwapa elimu na mahitaji ya msingi mbalimbali kwa mujibu wa Yakobo sura ya 1 ule mstari wa 27, ambapo inasema dini iliyo safi mbele za Mungu isiyo na taka ni kwenda kuwaona yatima na wajane na wahitaji katika ziki zao na kuwapa mahitaji yao. Injili ya Matendo ni pamoja na utoaji wa huduma za jamii kama vile usafi wa mazingira, huduma za afya, huduma za elimu. Injili ya Matendo haiishii tu kwenye kutoa misaada ya vitu. Injili ya Matendo ni pamoja na huduma ya upatanisho, kuwawezesha watu waliotofautiana, kuwapatanisha watu waliotofautiana waweze kupatana, waweze kusameheana, lengo likiwa ni kuleta amani katika familia, katika jamii kwa ujumla. Katika Injili ya Mathayo ile sura ya 5 na mstari wa 9 imeandikwa heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa Injili ya Matendo ni pamoja na kuwapatanisha watu, na unapowapatanisha watu Biblia inasema unapata heri, moja ya zile heri 5 za Injili ya Mathayo, na unaitwa mwana wa Mungu. Injili ya Matendo ni kuiishi Injili kwa vitendo na sio kuinena tu Injili. Sawa sawa na andiko katika kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 14 hadi wa 17, Biblia inaeleza vizuri, inasema imani bila matendo imekufa, na inasema imani huwezi ukaionyesha imani bila matendo. Huwezi ukasema tu maneno wakati wengine wanalala njaa, wengine wana mahitaji, wengine wana shida, wengine wanapigwa baridi, hawana masweta, hawana majaketi, hawana blanketi. Kwa imani ya matendo ni kwenda kuwaona watu na kuwasaidia. Sisi ni wanafunzi wa Yesu Kristo, ndio maana tunaitwa Wakristo, ikimaanisha siku zote sisi tunajifunza kwa Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo hakuhubiri injili ya maneno tu. Yesu Kristo alihubiri injili ya
neno na vitendo pia. Tunaona katika Biblia alipowaona wagonjwa aliwahurumia akawaponya. Alipoona makutano waliomfuata na kumsikiliza wana njaa, aliwahurumia akawalisha, akawapa chakula. Aliwagusa na kuwapokea watu waliokataliwa na kuwapa mahitaji yao ya msingi. Lengo kuu la injili ya matendo ni kuonyesha, moja ni kuonyesha upendo wa Mungu. Upendo sio vitendo, upendo sio maneno, upendo ni vitendo. Nitarudia. Lengo kuu la injili ya matendo, lengo la kwanza ni kuonyesha upendo wa Mungu, na upendo ni vitendo, upendo sio maneno. Lengo la pili ni kushirikisha wengine baraka ambazo Mungu ametubariki, kushirikiana nao, kula nao, angalau kugawana kidogo kidogo. Kama hapa tujaleta kingi sana, tumeleta kidogo sana, lakini tujaribu kushirikiana naye kidogo. Lengo la tatu, kurejesha matumaini ndani ya watu waliopoteza matumaini, na lengo la nne ni kushiriki katika kuleta mabadiliko ya kweli katika jamii, na lengo la tano ni kulijenga kanisa lililo kielelezo cha wema na ushuhuda hai, lakini lengo la sita ni kufungua mioyo ya watu waweze kuipokea injili. Tunapohubiri kila siku, mioyo ya watu imefungwa, hawapokei injili, lakini injili ya matendo inaweza ikasaidia kufungua mioyo ya watu waweze kupokea injili. Wema ni akiba pia, ndio lengo la saba na la mwisho kwa leo. Wema ni akiba inayodumu duniani na hata mbinguni. Unapotoa unaweka akiba, unapotoa utavuna duniani, utavuna mbinguni. Waswahili wanasema wema hauozi. Injili ya matendo inafungua mlango. Injili ya neno inaokoa. Mwalimu wangu mmoja aliwahi kusema neno ni ndoano, lakini matendo ya ukarimu ni chambo. Huwezi ukachukua ndoano ukaenda kaitupa ziwa Victoria pale ukapata samaki. Ni mpaka uchukue ndoano, uchukue chambo, uvike kwenye ndoano, ndipo katupe utaweza kuvua. Na chambo siku zote ni chakula ambacho samaki anakipenda. Kwa hiyo unachukua chakula kile ambacho samaki inapenda, unavika kwenye ndoano, ukienda kutupa ndoano, unaweza ukanasa sasa samaki. Dunia leo inahitaji kanisa linalohubiri injili kwa uthibitisho wa matendo ya huruma, kwa uthibitisho wa matendo ya kibinadamu, misaada ya kibinadamu. Kwa hiyo kwa kifupi tumekuja hapa na sadaka zetu chache, sadaka zetu kidogo. Tumeleta mchele kilo 5. Kilo 5 za mchele ni kidogo sana bibi, lakini tunaomba upokee. Huu ni mchele kutoka kwa sisi wajukuu zako na watoto wako. Sukari kilo 3. Tumeleta sukari kilo 3. Angalau nikuwekee hapa sasa. Tumeleta sukari kilo 3. Amina. Asante Yesu, nakushukuru sana. Amina. Kwa baba yangu mwonaji amekikasumba magotini, namshukuru pamoja na wapendwa wangu hawa kwa kuwa wamekuja kuniona. Amina. Wamenikumbuka mimi mjane wao. Amina. Asante Yesu. Ukatende. Amina. Ukatende. Amina. Kupitia kwenye kambi la Ibrania na madhabahu ya Ibrania yamewafungua moyo, ndiyo imewaleta hapa. Nasema asante. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante. Amen. Na ambapo mmetoa kwenye mfuko yenu mkapate matilioni na matilioni. Amina. Mamilioni na mamilioni. Amina. Vyote ambavyo mmeleta nashukuru katika jina la Yesu Kristo, nikiomba nikishukuru. Amen. Amen. Wiki ijayo Jumatano tutakuwa sehemu nyingine. Unaweza ukashiriki baraka hii kwa kuchangia chochote kile ambacho Mungu anakubariki. Wewe unaweza kawa na nguo unasema hii imepauka, kwa mwenzako bado ni mpya hiyo. Unaweza kusema hii nguo imetatuka kidogo, tukiipeleka kwa fundi akairudishia vizuri, inaweza kumfaa mtu. Una kachumvi, una kaunga, una kasukari, kitu chochote Mungu anachokubariki. Tunahitaji sadaka hiyo kuwafikishia wako wazee kama bibi yetu hapa ambao hawajiwezi, wanahitaji msaada wako. Wanahitaji kuwapelekea kitu kidogo kitakacho wasaidia. Mungu akubariki sana bibi. Amina, amina. Naitwa Celestina Bernard.
Nashukuru sana, najisikia nina raha nyingi. Siwezi kuwabeba, siwezi kufanyaje. Nimefurahi sana kuona mmekuja, kuona na ambapo nakaa. Ni hapa ndipo nyumbani kwenu na nyie. Na wakaribisha hata siku nyingine. Namshukuru baba yangu muonaji kwa kuwa mwenyewe ndiye ananipa nguvu, ndiye ananiwezesha kila chochote kwenye ujane wangu, lakini kwa Yesu hakuna ujane. Mimi niko mtoto wa Ibrania wa baba yangu muonaji Lameki Kasumba Magotini. Namshukuru sana. Kwa hiyo Mungu ambariki mpaka aendelee kazi yake ambayo anaifanya, au anatuendesha hivyo hivyo. Nimeachia hapo. Jina langu naitwa Eunike Benjamin. Ninasali katika kanisa la Kambi Ibrania, parishi ya Mkolani, Mwanza Nyahingi. Katika msafara huu wa kuja kutembelea wahitaji, na mimi ni mmoja wapo, nimekuja kumtembelea huyu bibi kwa sababu nimeguswa. Maana hawa watu nao wanahitaji msaada, wanahitaji kusaidiwa. Endapo wanapofikia umri kama huu, hawana uwezo wa kufanya chochote, wanasubiria. Tukiwa nao ndani ya kanisa ama wako nje ya kanisa, tunahitaji kuwasaidia.